Habari, naitwa Pamphilus Leonard Lushoke, mkufunzi wa masuala ya fedha na uwekezaji. Na leo hii naenda kukuonyesha wewe mfanyabiashara, lakini pia na wale wajasiriamali, namna unavyoweza kutenga bajeti ya faida unayokuwa ukiipata kutoka kwenye biashara yako ili uweze kufanikiwa kuikuza biashara yako au kukuza ujasiriamali unaofanya ili uweze kufanikiwa katika eneo la kifedha, na lakini pia na kukuza biashara yako katika hatua kubwa, lakini pia uweze kufanikiwa kuongeza mapato ya kutosha kutoka kwenye biashara yako unayoifanya au ujasiriamali unaofanya. Na leo hii naenda kuonyesha namna unavyoweza kutenga bajeti yako katika maeneo matano ambayo yatakusaidia endapo utayazingatia na kuyaweka katika matendo. Na hapo unavyoona katika bajeti yetu nimetenga sehemu tano. Na katika sehemu hizi tano, katika sehemu ya kwanza nimetenga sehemu ya zaka na sadaka ambayo tumeipatia 20%, lakini pia katika sehemu ya pili tumetenga matumizi ya lazima, needs. Matumizi ya lazima tunazungumzia yale ambayo ni lazima kama mwanadamu uwe nayo. Kwa mfano hapa tunazungumzia chakula, mavazi na eneo la kiafya na maradhi pia. Lakini pia katika eneo la tatu, kama bajeti yetu tulioitenga, tumeweka matumizi yasiyo ya lazima au zile zinaitwa wants. Hizi ni zile matumizi, kwa mfano kununua vifurushi kwenye TV. Yani ni matumizi yale ambayo tuseme kwamba usipokuwa nayo hayaathiri maisha yako kabisa. Kwa mfano kama mitoko, unywaji wa vinywaji tofauti, kula migawa kwa fedha kubwa sana. Yani yale matumizi ambayo usipokuwa nayo maisha yako hayaathiriki kabisa, ndio hayo matumizi ya lazima. Japokuwa inakuwepo ni kama luxury wakati mwingine, kama kuweka vifurushi kujiburudisha katika kuangalia mpira, lakini sio lazima. Lakini katika sehemu ya 4 ya bajeti yetu tumeweka akiba, na akiba tumeipa 10%. Lakini pia katika eneo la 5 tumeweka uwekezaji 40%. Tukumbuke kwamba hii ni bajeti ya pesa ya faida ambayo unakuwa umeipata kutoka kwenye biashara yako ambayo unakuwa umeifanya au ujasiriamali unaokuwa unaufanya kila siku. Tafsiri yake ni kwamba hii hapa uwekezaji au investment tumeipa 10% kubwa. Kwa nini? Hii 40% ya faida inatakiwa kurejeshwa kwenye uwekezaji wako tena ili kusudi ukuze biashara yako. Au kama biashara yako tayari imeshakuwa strong, yani imeshakuwa vizuri na inaweza ikaendelea kujitegemea yenyewe, unaweza ukachukua hii 40% na kuweza kuiwekeza katika maeneo mbalimbali kama kwenye hisa, lakini pia kwenye hati fungani ili kusudi uweze kuongeza mapato. Na hii hapa itakusaidia wewe kuwa strong katika eneo hili la biashara au katika eneo la ujasiriamali unaofanya. Usipokuwa na budget kama hii, tafsiri yake inaweza kukugharimu na kufanya uchanganyikiwe namna ya kuweza kupata faida na namna ya kuweza kuiongeza biashara yako. Lakini ukiwa na budget inayokuongoza ili faida unayoipata utaweza kufanikiwa. Kwa cha msingi tukiangalia hapa kwenye zaka unaweza ukatoa 10%, alafu 10% ukatoa sadaka kwa huo mwezi. Na maana unaweza ukaitenga kama sadaka utakuwa unatoa kila wiki, utaweza kutenga hiyo 10% kila wiki ili uweze kufanikiwa kutoa sadaka kwa Mungu ambaye amekubarikia katika sehemu ya kazi ambayo umeifanya na kufanikiwa. Lakini pia kwenye matumizi ya lazima utatoa 20%, na matumizi yasiyo ya lazima utatoa 10%. Matumizi kwenye akiba toa 10%. Lakini kwenye akiba ukitoa akiba iweke kwenye sehemu ambapo unaongezewa riba, kwa mfano kama UTT-MC. Lakini kwa biashara hii, kwa mfano nimeipa 100% ambazo zote nimezitenga katika sehemu 5. Nimetoa mfano hapa. Mfano, mfanyabiashara aliyekuwa akipata shilingi 500,000 akiamua kutenga faida yake katika bajeti yetu hii hapa kama ifuatavyo. Faida aliyoipata ni 500,000. Akitenga kama tulivyopata kwenye sehemu ya zaka na sadaka ataweka 100,000. Sehemu ya matumizi ya lazima itakuwa ni shilingi 100,000, na sehemu ya matumizi yasiyo ya lazima zile wants itakuwa 50,000. Sehemu ya akiba itakuwa 50,000 na sehemu ya uwekezaji itakuwa ni 200,000. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba
huyu hapa ataweza kufanikiwa kurudisha 200,000 kwenye uwekezaji wanaofanya, au kuipeleka 200,000 katika uwekezaji mwingine ambao utakuwa unamuingizia mapato nje na biashara anayokuwa anaifanya, ili kuongeza mapato yake katika sehemu ya kifedha au katika hatua za kiuchumi, ili aweze kufanikiwa kuwa na vipato vya kutosha. Lakini pia hapa nimesema hivi kwamba 500,000 hiyo ni mfano ambao nimeutoa mimi. Hapo unaweza ukatoa kwenye sehemu hii ya faida, ukaweka faida yako unayokuwa unaipata, alafu kaitenga namna hii, alafu ukawa unatumia hii budget ambayo nimekuonyesha siku ya leo, ikawa inakusaidia ili uweze kufanikiwa kukuza biashara yako. Naitwa Pamphilius Leonard Lushoke, ni mkufunzi wa masuala ya fedha na uwekezaji. Unaweza kunitafuta kwa namba 0620120369 kwa ajili ya elimu ya fedha na uwekezaji, lakini pia na ushauri katika eneo la kifedha.